Nikasema ya kwamba tarehe 7 mwezi wa Mei, Mheshimiwa wetu Rais William Samoei Ruto aliasili Sogoo, na kuna mambo kadhaa ambayo tumeomba kama viongozi wenyu. Moja yao ni hii ya level 4 hospital ambayo mnaona Mheshimiwa Rais nilimwambia yeye niko na level 4 hospital ambayo anajenga 4. Moja ya Sogoo, ingine ya huko Lokuto Narok North, na ingine ya Narok South pande ya Loita. Na akaniambia, gavana, naona unajaribu kazi. Mimi kwa sababu hawa watu na wajua na naelewa ile shida ambayo wako naye hapa, wakiendanga huko pande ya Bomet kwenda kutafuta health services. Diposa yeye akaamua hii ni mtoto yake. Sijui kama tunasikizana. Hii hospitali inajengwa na Mheshimiwa Rais. Kutoka mwanzo mpaka anaweka equipment, ameniambia tu niandike wafanyikazi ya kufanya kazi. Na hiyo hatuwezi piga makofi. Mnaona jeshi ndio wameingia. Na mnajua jeshi hawataki mchezo yenu ya paka na panya. Wanamaliza kazi within 11 months, wamemaliza na wanakuja kuandia over. Na Mheshimiwa Rais ameniambia hakuna mtu mwingine anafungua, yeye mwenyewe anakuja kufungua na kuhand over serikali. Pia kama mjuavyo, kuna mambo ya shamba ya Cheluget ambayo part of Sogoo, the bigger portion iko Sogoo na Sagamian. Ameniruhusu na ametuambia mimi na PS wa lands, na ameweka budget ili hiyo familia, na tumeongea na familia na tumekubaliana ya kwamba tumefanya evaluation. Na nyinyi mnajua serikali walikuwa juzi wanazunguka wanafanya evaluation, alafu tukubaliane na hawa walipwe pesa. Ile kesi ilikuwa kotini, tutoe na wananchi tuhakikisha ya kwamba wanapata title deed. Sisi ni kukuja tu kuangalia kama ulikuwa na eka 5 tunakuwekea wewe. Si hata mimi nasikia hapa hii kwamba iko kwa hiyo chamba ama namna gani? Iko pande ile nyingine. Naelewa usiseme kwa sababu tukikuja kupima inaweza kuwa hata hapa. Lakini msijali kwa sababu tayari sisi na Rais tunataka kuhakikisha kwamba tumelipa hiyo familia ya Cheluget, alafu hiyo yaka 1,500 tumelipa, alafu sasa sisi tu settle wale ambao wanaishi pale. Hata mashule nyingi zimejengwa huko. Hiyo ni kazi ama ni siasa? Pia kama mjuavyo, alikuwa amesema tulikuwa na wale squatters ambayo walifukuzwa huko Mau Forest. Walikuwa wanaishi kwa IDP camps. Kila Friday hawa heshimiwa MCAs tulikuwa tunatoa chakula kutoka county government kualisha kwa IDPs camp. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Rais alitusaidia. Sasa tumesettle wale ambao walikuwa IDPs, at least tumewasort na wameenda. Sasa kulikuwa na phase 2. Na hiyo phase 2 kutoka tarehe 18 mwezi hii tunakuja kuketi na wale ambao walikuwa wametolewa genuine squatters. Hawa ndio tunataka kuketi na tuwe na plan yao, tumalize hiyo shughuli na ishi. Hiyo ni mambo matatu ambayo Rais alizungumzia, na mnakumbuka aliwaelezea kwa undani. Kazi? Hii barabara kutoka Ololonga na kuja kupita Sogoo, Kimokoro na Sogoo na ienda around mpaka ishikane na ile nyingine inatoka Rumutio. Sasa hizi contractors wako tayari huko na wanaendelea na kazi. Hiyo ni kazi ama ni siasa? Leo mimi niko hapa siku 9. Siku ngapi? 9. Nimeanza jana zile projects ambayo tumeanzisha mwaka 2 iliyopita, 2023, 2024 na 2025. County government wamemaliza kwa ward zote 3, Sagamian, Sogoo na Melelo, zaidi ya project 70 ambayo mimi nimeanza jana Sogoo, Lower Sogoo. Tumefungua karibu 5 yesterday. Na leo pia tukimaliza hapa naenda Tomoyot, alafu naenda Ngaroni, bado naendelea kwa msafara yangu kufungua zile project zote tumemaliza kama county government, alafu we hand over to the community. Hiyo ni kazi ama ni siasa? Kesho tarehe 11 nitakuwa Sagamian siku 2. Tarehe 11 na tarehe 12. Kazi ni hiyo tu, kufungua project zote na kuhand over kwa community. Alafu tarehe 15 ambayo ni Jumatatu nitateremka huko Melelo. Nifungue projects on Monday, Tuesday, Wednesday.
Hiyo ni kazi ama ni mchezo? Nyinyi nimeambia nyinyi watu wa Sogoo, wakati niliingia kuwa gavana wenyu, barabara hapa ilikuwa mbaya. Lakini wakati niliingia nilinunua matinga, nilikafungua barabara nyingi. Najua hizo barabara bado hatujakamilisha. Ilikuwa kwanza tufungue kwa sababu zile barabara ambazo tulikuwa nazo hata haikuwa inapitika. Sasa nimefungua barabara kilomita 140 ambayo nimefungua tu. Lakini sasa matinga inarudi ili tuweze kuweka mara miso mabarabara na tuweke bridges na tuweke pale makalva. Hiyo ni kazi ama ni siasa? Wakaaji wa Sogoo, si mmeamua tutembee pamoja? Hiyo hospitali itakuwa one of the best in our county. Ile msafara mlikuwa mnapita hapa mkienda Longisa na pande ya Tenwek, nikimaliza hiyo hospitali tunaweka theaters, tunaweka laboratory, tunaweka ICU services, tunaweka zile services zingine zote ambayo inahitajika, ndio nisione tena mtu anafuka hii mto kwenda kutafuta health services. Parijok professor amenielezea kila siku ati ya kwamba mnamaliza dawa yake huko. Na sasa imefika wakati ambapo ni aibu hizo ndogo ndogo najaribu kutoa kama gavana wenyu ya kwamba ati watu ya kaunti yangu bado wanaenda kutafuta services huko. Hiyo ni kazi ama ni mchezo? Hapa tutakuwa na karibu 100 male and female 50 na 50, ambapo kutakuwa na pahali ambapo ni female na male wards, ambayo mtu akikuwa mgonjwa atakaa hapa. Pia ndalete ambulance itakuwa ikisimama hapa. Ndio kama mtu amekuwa mgonjwa zaidi anapelekwa ile level 5 hospital ambayo inajengwa referral kubwa kushinda hata Tenwek. Na ni Mheshimiwa Rais ndiye ananisaidia. Hawa jeshi ambao mnaona hapa, hawa ndio wanajenga pia hiyo level 4 hospital. So mambo ya kukwenda pande hii hapana, tunaenda pande ile. Sijui kama tunakubaliana. So leo mimi nimefurahi kwa sababu ile ndoto yangu inaendelea kuitimia nao. Na mimi naomba nyinyi watu ya Sogoo, basari mnapatanga basari. Hii ya Malo constituency, siku ile tumekuja hapa, rais mwenyewe alilete DC. Nafikiri DC ako hapa na timu yake. Sijui kama DC hizi si wetu na timu yote. Hebu kuja ngoja muone serikali kuja wa health, lakini akatuma director hapa. Fanya hivi. Asante sana. Niko hapa Sogoo kwa sababu rais siku ambazo zimepita amekuja hapa Sogoo. Akatoa amri, akasema, akatangazia wananchi ya kwamba hospitali ya Sogoo itajengwa. Lakini aliporudi Nairobi akatoa amri kwa wanajeshi. Na unajua president wetu, yeye kwa jina ingine sisi wanajeshi tunamuita commander in chief. Mkubwa wa jeshi Kenya, the commander in chief, ambaye ndio rais wetu, akatoa amri kwa jeshi ya kwamba jeshi mara moja wakuje Sogoo. Jeshi iko Sogoo, haiko Sogoo? Iko Sogoo. Jeshi haiko Sogoo, haiko Sogoo? Iko Sogoo. Kwa sababu rais ametoa nini? Amri. Akatoa amri kwa minister ama cabinet secretary wa jeshi. Cabinet secretary wa jeshi ni mtoto wa hapa Narok ambaye anaitwa Mheshimiwa Rosarida Soipan Tuya. Mnamjua huyo? Mnamjua Soipan? Huyo ndio ametolewa amri na rais. Na mwenyewe cabinet secretary Soipan Tuya akasema atakuja siku ya leo. Akaambia rais, nitakuja siku ya leo ndio aanzishe hii kazi. Lakini jana akiwa mkubwa wa jeshi, akiwa cabinet secretary wa jeshi, ikapatikana kazi nyingine jana jioni, akaniambia hataahirisha hii commission hii kazi haitabadilishwa siku ya leo. Akasema wewe PS principal secretary uende unisimamie. Mmepokea pongezi zake? Mmepokea salamu zake? Za Soipan Tuya? Mmepokea salamu za commander in chief? Commander in chief mwenyewe? Na sio hii hospitali, sisi wanajeshi tunaanza kazi na kazi tunaimaliza.
nataka kuwatangazia nyinyi wananchi, sisi kama wanajeshi tukiwa tumetolewa amri na rais wetu na commander in chief, governor, wewe na viongozi wa hapa nalo ndio muenda mkasukuma commander in chief mpaka akakubali hii hospitali ijengwe. Ninataka kukutangazia governor ya kwamba hii hospitali under 11 months utafungua milango wananchi waingie. Under 11 months. Na sio hii hospitali peke yake, kuna zingine. Hata hivyo, hata kama mnasikia wanajeshi ndio watajenga, wanajeshi ni kusupervise. Ni kusupervise contractor. Contractor kama anajenga mawe 3 kwa siku, itajengwa 3 si 2. Contractor kama anatengeneza ukuta wa mita 10, itakuwa mita 10 sio mita 9. It is as clear as that. Hata hivyo, hata kama ni wanajeshi wana supervise, sio wanajeshi mtaona hapa na uniform wamejaa hapa kama vijana, hapana. Wanajeshi watakuwa wachache wakisupervise. Kazi yote, kazi ya mikono, kazi ambayo itafanyika hapa ifanyike na vijana wa Sogoo wenyewe. Na contractor tumemwambia tusikuone na lori umekuja umejaza watu kutoa sehemu zingine. Ukikuja na watu kutoka sehemu zingine, wanajeshi watakusimamisha wakurudishe, vijana wa hapa wachukuliwe wenyewe. Kwa hivyo vijana, lakini kama kijana umepata kazi, kama huiwezi hiyo kazi, mimi nakuambia utaambiwa uone ile ndio gate na ukwende. It is as clear as that. Lakini ukikuja ufanye kazi utalipwa na uende kwako siku hiyo kunuke kitunguu. Ama ni vipi? Si utapata pesa kidogo? Sio ndio inaenda hivyo? So the labor itakuja hapa, contractor ameamrishwa atoe vijana hapa wafanye kazi. Hata hivyo, governor, tutaweka wanajeshi 2 permanent na uniform, watatafuta nyumba hapa Sogoo, wanajeshi 2. Kila jioni wanapiga simu, wanasema contractor alifanya mawe ngapi. Kama alifanya 10 badala ya 15, mimi mnaniona hapa. Siku nyingine inafuata, tunamuuliza wewe contractor, wewe network yako imeenda chini kwa nini? Na sio hapa tu, mahali kwingine tumefukuza. Hakuna is clear. Commander in chief mwenyewe hatuwezi muangusha. Kama ametoa amri, it has to happen 100%. Sio tu hapa, kule Narok, governor wewe unajua umesukuma pia commander in chief ukiwa na viongozi, umesema wanajeshi wakuje pale Narok. Ile ya Narok unajua we are almost completing. Ile kubwa ya hospitali inafanywa na wanajeshi kule. Cabinet secretary na mimi tulikuwa kule Siaya, tunafanya hospitali ya Siaya. Tuko hapa Kapsabet, tunafanya hospitali ya Kapsabet. Tuko pale Motweni Dagoretti, tunafanya hospitali ya Motweni. Tuko pale Meru, tunafanya hospitali ya Meru. Tuko pale JM, tunafanya hospitali kule Olkalau. Tuko kila mahali, tuko Githogori, tunafanya hospitali Githogori. Ma stadiums, kazi nyingi ambazo tunafanya. Tuko na project zaidi ya 75 ambazo sisi kama wanajeshi tuna supervise, na sio kusema kwamba tuna replace agencies of government zingine, hapana. Ile tu tunasema ni kwamba tunataka kushirikiana na serikali nyingine, counties, ministry ya health, ministry ya sports, hiyo maneno yote tunapangana. Hii hospitali ya Sogoo venye governor amesema, sasa hii hospitali yote hii mpya na zile ile ingine ya zamani ya hapa Sogoo yote itakuwa na bed capacity kama 100. Kwa hiyo hii safari ya kwenda Bomet, hapana bwana, mimi ni mwanajeshi bwana. Safari ya kwenda Bomet, hiyo safari imekwisha. Sasa tunataka wananchi wasaidike hapa. So tuko hapa kutangaza governor as clear as that. Lakini tafadhali wananchi wengine na wasaidizi hawa, tafadhali tutarudi nyuma kidogo. Na wananchi tuwe tayari kushangilia kwa shughuli hii muhimu. Yes, sir. Welcome to 330 excavator. Its main work is for construction purposes.
That is excavation, minor leveling, and loading of dump trucks. Welcome, sir. First and foremost, sir, we are going to start the machine over here. It's purely electrical. Then you have to press this OK button here. That's okay, sir. Secondly, sir, you have to press the button over here. That's okay, sir. And the throttle knob, sir. The throttle knob, that one. 3 clicks. One more, sir. That's enough, sir. You have to press this console, sir. That's okay, sir. For our machine to start working, sir, we have to activate the hydraulic system over here, sir. Push it forward, sir. That's enough, sir. Now the machine is ready to work. Your left hand, sir. Gently pull it back. Keep on pulling, sir. That's enough, sir. That's enough, sir. Your right hand, sir. Gently and slowly pull it back. That's enough, sir. Your left hand, sir. Gently pull it back. Keep on pulling, sir. That's enough, sir. Your right hand, gently and slowly towards your body. That's enough, sir. Your right hand, sir. Gently pull it back. Right hand, pull it back, sir. That's enough, sir. Your right hand, sir, towards your body. That's enough, sir. Your right hand again, sir. Gently pull it back. That's enough, sir. Your left hand, gently and slowly, we are going to swing the machine towards your body. That's enough, sir. Your left hand again, sir. Gently push it forward. That's enough, sir. Your right hand, slowly push it forward. That's enough, sir. Your right hand again, sir, away from your body. Wananchi tushangilie jameni, tushangilie. That's enough, sir. Your left hand, sir, gently away from your body. Keep on, sir. That's enough, sir. Your right hand, push it forward. That's okay, sir. We are going to deactivate the hydraulic system of the machine over this lever, sir. Pull it back, sir. Then press the knob over here, sir. That's okay, sir. Wapi makofi kwa huyo mwalimu. Mwanafunzi pia amekuwa mzuri sana. Asante sana. Thank you. Asante, tunaelekea kupanda mti. This is the Olunga Sugo Road Road, which we are planning to upgrade to become a standard. So what we are planning to do is have a motorable access that runs through the back, because the future plan is to have the move on the extreme end. Yes, sir. For the connection to the existing hospital, we have covered walkways, like the ones which are currently within the facility. So the covered walkways will come from the back straight to the middle of the hospital. Yes, sir. This place is highly rainy. We usually do flat roofs, and because this place is highly rainy, we suspect that it's going to be affected.
So you rather just drain it and have a hidden depth. You will not be able to use it. So there is a way we can collect this water. Yes, this water will be collected. You have a concrete that running around. You'll do for another tank? Yes, sir. Within our scope, we have plans to sink a borehole and do an elevated tank. Yes, sir. And you're doing the entire master plan. Yes, sir. We also master plan for the future plans. Yes, sir. So that the plan. Yeah. Yes, sir. Master plan, you want to even the existing center, Yes, sir. at least you do a supply. Yes, sir. You know, we are also trying to use your capacity Yes, and sir. expertise Yes, sir. when you are here. Yes, sir. To do one facility instead of Saturday. Yes, sir. So that one day, Governor, you can break up Yes. small ones, Yeah, do another one something like like that. that. Sure, you'll be having one. Thank you, sir. Yes, sir. Which is 36. And then, with the support of the additional beds on the other floor, we have a total of 16 beds. Okay. Yes, sir. And this current facility has a capacity of 30 beds. So it will be 90. So we're pushing for around 100. Yes, sir. Yes, sir. Okay. But where here? I understand here. Where do you think? So the critical care, we have beds. The critical care, we have beds. On the recovery area, we have beds. On the first floor, sorry, this is the casualty unit, the trauma center. On the critical care, we have the dependent unit. Oh, yes, you also have that. Yes, That's what I said. there are also 20 beds in Just that they are recovery. not cold ward, but Yes, sir, they are specialized in Okay. areas. Okay. So this one temporarily, because it's now referring to now for any services that are not offered here. Yes, sir. So this is the front elevation. This is what you'll be seeing from the main part, which is this one. This is the back elevation. This is the back elevation where we have an access towards the existing facility. Yes. The back elevation is this one. So what I said about access is instead of doing the location, we're doing a ramp to ensure everybody can access all the facilities. Okay. So this is the back view of the facility. Additional views from the front. Yes. That's the One more question. So the other facility will be accessed. we create let me show you the model, sir. Tukiwa hapa ukisikia PS defense unajua KDF ni hapo kabisa. Na mimi nikisimama kama area MC kwa unyenyekevu. Unaona hivi jana nilipo nao hapa. Naomba tutam lakini naona inaweza kuwa ngumu. Lakini ukinipatia KDF mbili hapa watanipigia. Kabisa. Mimi nataka tu kuomba hii nafasi. Tupatie nafasi ya KDF. Saa nyingine tunaenda kwa uwanja inakuwa ngumu. Wanaitisha pesa. Kwa vile kuna mwenye anastakiana hapo lakini tupate kuanza shughuli hii ambayo tutakuwa tunaelezewa. Your Excellencies, procedures within this country. After the data is taken to a recovery area, then to the critical area and fully recover. Within the same program, an imaging unit, which has a CT scan and an X-ray facility. So the patient will probably handle procedures which require lab and X-ray. So the patient need is fully functional. On the second floor, where we have the housing areas, we have a real central one and a feeding central one. And I'm taking to the features of the facility. We now have What is the capacity? Number of female and the total capacity of male and female is 36, each having 18 beds. With the support of other beds, the total bed capacity of this hospital is 60 beds. You have a lift? No, sir. We have a ramp. I'm sure you know. Yes, sir. So we have a research, DM group, ensure you have a modern design.